Hii ni incubator kutengeneza mwenyewe, inatutoresha kwa asilimia zaidi ya 90. Ina uwezo kuchukua mayai 350 mpaka 400 mara moja. Imetengenezwa kwa kasha la friji, yani namaanisha bodi ya friji ndio imetumika kutengeneza incubator hii. Baadhi ya mayai vifaranga wameanza kutoka. Je, unahitaji kutengeneza incubator yako mwenyewe na ikafanya kazi vizuri? Endelea kutizama video zetu. Kwa sasa ina mayai 340. Mayai 340. Incubator hii inatumia umeme kidogo sana, kwa sababu kasha la friji lina uwezo mkubwa wa kuhifadhi joto. Imetengenezwa kwa feni moja ya DC na taa moja kama chanzo cha joto ya wati 100. Controller iliyotumika hapa ni XH-W3002. Controller hii ni AC controller, inafanya kazi ya control temperature peke yake. Hivyo incubator hii sio full automatic incubator. Ina uwezo wa kutumia umeme uniti 0.8 kwa siku. Kwa wale wanaotumia umeme wa REA, kwa siku 21 inatumia umeme wa shilingi pungufu ya shilingi 5,000, kuanzia 2,000 mpaka 4,000 kwa mwezi. Sasa itategemea na incubator yako umeiweka sehemu gani. Ukiweka sehemu ya wazi sana ikapoteza joto kwa wingi kwenye mazingira, itatumia umeme zaidi kuliko ninavyotumia mimi. Lakini kama ukiweka chumbani, ikao kwenye chumba cha joto, chumba ambacho kifunguliwi mara kwa mara, una uwezo wa kupunguza kwa kiasi kikubwa kiasi cha umeme. Feni iliyotumika hapa pia sio feni mpya, ni feni ya kwenye kompyuta. Ni feni iliyokuwa inatumika kwenye CPU ya kompyuta, ndio inatumika hapa kwa lengo la kusambaza joto kwenye ndani ya incubator hii. Kwa kuwa sio full automatic, kwa siku ninageuza mayai mara 3 mpaka mara 4. Video ijayo tutaelekezana ni kwa nini tunageuza mayai, ni joto lipi linatakiwa kwa kipindi gani, kiasi cha unyevunyevu kipi kinatakiwa kuwa kwenye incubator yako kwa wakati gani na kwa nini. Karibu. Bye.